Mkuu wa wilaya ya Babati Mheshimiwa Emmanuel Kaganda amewatahadharisha walimu kuhusu fursa za kitapeli zinazowalenga na kuwaweka katika hatari ya kupoteza fedha na mali zao. Katibu wa Chama cha Mapinduzi CCM wilaya ya Rombo mkoani Kilimanjaro Mary Sule amefariki dunia jana usiku Machi 18, 2025 akiwa anapatiwa matibabu katika hospitali ya Huruma. Ni kwa upande wa rubaza kimataifa, baada ya kutoleana maneno makali kupitia vyombo vya habari na wawakilishi hao, hatimaye mahasimu wawili, Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi na mwenzake wa Rwanda Paul Kagame wamekutana ana kwa ana jijini Doha nchini Qatar. Hujambo na karibu katika taarifa kamili ya habari kutoka Radio Revive FM. Jina langu ni Dorcas Sinkoni. Anze na habari za kitaifa. Manyara. Mkuu wa wilaya ya Babati Mheshimiwa Emmanuel Kaganda amewatahadharisha walimu kuhusu fursa za kitapeli zinazowalenga na kuwaweka katika hatari ya kupoteza fedha na mali zao. Akizungumza wakati wa maandalizi ya uchaguzi wa viongozi wa Chama cha Walimu Tanzania yani CWT ngazi ya wilaya Machi 18, 2025, Mheshimiwa Kaganda amewataka walimu kuwa makini na fursa zinazoletwa kwao, kwani nyingi huonekana kuwa na manufaa mwanzoni lakini huishia kuwa utapeli. Ameeleza kuwa kumekuwa na ongezeko la matapeli wanaotumia majina ya taasisi mbalimbali ikiwemo kampuni kama QNAT na mikopo umiza, ambapo walimu wengi wamejikuta wakipoteza pesa zao kwa ahadi za uongo, huku amehimiza kuwa kila mwalimu ahakikishe anajiridhisha na fursa yoyote kabla ya kujiunga nayo. Aidha, amewapongeza viongozi wa CWT wanaomaliza muda wao kwa kazi kubwa waliofanya na kuwataka walimu kushiriki uchaguzi kwa amani na kufuata misingi ya kidemokrasia ili kupata viongozi watakaosimamia maslahi ya walimu kwa miaka 5 ijayo. Dodoma. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kassim Majaliwa anatarajiwa kuwa mgeni rasmi katika maadhimisho ya Siku ya Misitu Duniani yatakayofanyika Machi 21, 2025 mkoani Njombe. Tukio hilo pia litaenda sambamba na maadhimisho ya Siku ya Upandaji Miti kitaifa. Waziri wa Maliasili na Utalii Dr. Pindi Chana amethibitisha taarifa hizo katika kikao na watendaji wa Wizara ya Maliasili na Utalii pamoja na taasisi zisizo chini ya wizara hiyo kilichofanyika Machi 18, 2025 jijini Dodoma. Dr. Chana amemshukuru Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa jitihada na maono yake katika kuimarisha uhifadhi wa misitu na utalii, huku akisisitiza kuwa ni wajibu wa kila Mtanzania kulinda misitu dhidi ya uharibifu. Maadhimisho hayo yanahusisha upandaji miti katika halmashauri zote na mkoa wa Njombe, maonyesho ya bidhaa na huduma za misitu, midahalo ya wataalamu na wadau wa misitu pamoja na maonyesho ya vivutio vya kitalii kama wanyamapori hai akiwemo simba. Morogoro. Jeshi la polisi mkoani Morogoro linamtafuta Abubakar Mwichangwe, mkazi wa jiji la Dar es Salaam ambaye ni dereva wa lori la kusafirisha mafuta, kwa tuhuma za kuiba lita 35,700 za mafuta yenye thamani ya shilingi milioni 77.11 na kisha kuharibu lori hilo. Kamanda wa polisi wa mkoa wa Morogoro Alex Mkama amesema tukio hilo ambalo limetokea usiku wa Machi 16, 2025 wakati dereva huyo akiendesha lori lenye namba la usajili T661 BXR lenye tela namba T489 BHC, mali ya kampuni ya Meru, ambalo lilikuwa safarini kutoka jiji la Dar es Salaam kuelekea Lubumbashi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yani DRC. Akiwa mkoani Morogoro, dereva huyo alishirikiana na watu wengine 4 ambao kwa pamoja walihamisha lita 35,700 za diesel kwenye vituo vya mafuta vya Simba Oil, kisha dereva huyo akaendesha lori likiwa tupo.
Alipofika eneo la Msufini, kijiji cha Msimba, barabara kuu ya Mikumi kuelekea Iringa, dereva huyo aliingiza gari hilo kwenye korongo akijaribu kuonyesha kuwa limepata ajali, na baadaye alijaribu kuliteketeza kwa moto. Hata hivyo, wasamaria wema walifanikiwa kuuzima moto huo na kutoa taarifa polisi. Unaendelea kusikiliza taarifa kamili ya habari kutoka Radio Revive FM 91.1. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Baada ya kutoleana maneno makali kupitia vyombo vya habari na wawakilishi, hatimaye mahasibu wawili, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Felix Tshisekedi na mwenzake wa Rwanda Paul Kagame, wamekutana ana kwa ana jijini Doha nchini Qatar. Mkutano huo umefanyika wakati kukiwa na hali ya hatari kutokana na mapigano yanayoendelea mashariki mwa DRC, ambapo jeshi la ulinzi la nchi hiyo na waasi wa M23 wanaotajwa kufadhili Rwanda. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, imeelezwa kuwa katika mazungumzo hayo, mbali na uhusiano wa Tshisekedi na Kagame, pia wamezungumzia hatma ya mzozo unaoendelea mashariki mwa DRC. Qatar kupitia kwa kiongozi wake Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, ambaye amesimamia mazungumzo hayo, imetaka kusitishwa kwa mapigano kati ya FARDC na wapiganaji wa M23 bila masharti. Katika taarifa ya pamoja iliyotolewa na Qatar, Kagame na Tshisekedi wote wametaka kusitishwa kwa mapigano hayo mara moja. Na hatimaye rais wa Urusi Vladimir Putin na mwenzake wa Marekani Donald Trump wamefanya mazungumzo ya simu yaliyodumu kwa saa 2.5 siku ya Jumanne, yakijadili juhudi za kufanikisha suluhisho la amani katika mzozo wa Ukraine. Viongozi hao wawili wamekubaliana juu ya hitaji la kufanikisha amani ya kudumu na wamethibitisha kusimamisha mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati kwa muda wa siku 30 kwa pande mbili. Kwa mujibu wa taarifa kutoka Kremlin, Putin mara moja alitoa maagizo husika kwa jeshi hilo. Mazungumzo hayo pia yamehusisha uwezekano wa kusitisha mapigano katika Bahari Nyeusi, mazungumzo mapana ya kumaliza uhasama na umuhimu wa kuzuia mzozo huo kuzidi kupanuka. Aidha, Kremlin imethibitisha kuwa Machi 19 kutafanyika ubadilishanaji wa wafungwa 175 kati ya Kiev na Moscow, huku Urusi ikiahidi kuwakabidhi wanajeshi 23 wa Ukraine waliopata majeraha makubwa kama ishara ya nia njema. Ikulu ya Marekani, White House, imetangaza kuwa Urusi na Marekani zitaanza mara moja mazungumzo katika Mashariki ya Kati ili kutafuta suluhisho la kudumu kwa mzozo huo. Na kabla ya kuhitimisha taarifa kamili ya habari kutoka Radio Revive FM 91.1, sikiliza tena muktasari wake. Mkuu wa wilaya Babati Mheshimiwa Emmanuel Kaganda amewatahadharisha walimu kuhusu fursa za kitapeli zinazowalenga na kuwaweka katika hatari ya kupoteza fedha na mali zao. Katibu wa Chama cha Mapinduzi CCM wilaya Rombo mkoani Kilimanjaro, Mary Sule, amefariki dunia jana usiku Machi 18, 2025 akiwa anapatiwa matibabu katika hospitali ya Huruma. Na kwa upande wa rubaa za kimataifa, baada ya kutoleana maneno makali kupitia vyombo vya habari na wawakilishi, hatimaye mahasimu wawili, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Felix Tshisekedi na mwenzake wa Rwanda Paul Kagame, wamekutana ana kwa ana jijini Doha nchini Qatar. Na huu ni mwisho wa taarifa kamili ya habari kutoka Radio Revive FM. Kwa habari zingine, ungana nasi leo ifikapo saa 11 jioni kwa habari kwa ufupi, na kwa habari kamili ungana nasi leo ifikapo saa 1 kamili jioni. Asante kwa kunisikiliza. Jina langu Dorcas Sinko.